Nzuri sana. Rafiki yake alikuwa ameniambia ukiwa mgonjwa Nilikuwa mgonjwa na hata bado sipoa. Sasa ilianza je hiyo ugonjwa wako? Nilipata niongeza sana. Kwani ulikuwa barabara ukajikuta unaanguka? Na sasa unajisikia siko poa sana, bali miaka kidogo, lakini kuna nafuu kidogo. Nasema iko nafuu kidogo kwa sasa, ndio naona hata bado naweza kukaa kama hiyo, effect kidogo. Na ukijaribu kujisikiliza, yani kwenye mwili wako unajisikiaje? Sikia tu siko sawa sana. Kuna ishara unasikia kama ni ugonjwa ambao ni wakutatiza sana? Siko sawa. Na walijaribu kupeleka hospitali? Siwezi jua. Huyo rafiki yake alikuwa amenipigia na akaniambia ule jamani mgonjwa sana, na mimi sikuwa karibu, nikajiambia nikuje nikuone. Fanya poa. Wacha tuombe Mungu. Fikiri Mungu ni muweza wa yote, na natumaini kuwa anaweza kuponya kwa sababu yeye ni mwaminifu. Wacha sasa nikuombee, kwa sababu kila jambo ukilikabidhi Mungu, Mungu ni muweza wa yote, ni mponyaji. Ukimwamini kwa moyo wako wote, atakutendea mambo ya maajabu sana. Biblia inasema waliyemwamini watapata kibali, na katika kibali ambacho tuliahidiwa na kuponya magonjwa pia kimo, kwa sababu Biblia inasema mtanyosha mkono wenu juu ya wagonjwa watapata uponyaji. So acha nikuombee, nafikiri Mungu atazidi kutendea mema. Father, nakushukuru kwa wakati huu mwema Baba, umetubariki nao. Ninaleta kijana huyu kwenye mikono yako Baba. Biblia inasema hakuna magonjwa atakayekuwa ndani yenu kati mtakapompokea. Na mimi naleta kijana huyu, nasema Baba, katika jina la Yesu Kristo, ukamponye magonjwa yaliyoshindikana, kwa sababu wewe ni muweza wa yote. Nasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, magonjwa haya yakapata kukoma ndani yake. Nama alikuwa na ukoma na akaamini Mungu akapona. Na mimi ninasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, akapate kupona kipindi hiki kigumu, akapate neema ya Mungu, nuru ya Mungu ikamuonekanie. Mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwa miaka 13 alimuona Yesu na kuamini akapona. Na mimi nasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, apate kupona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba na kuamini. Amina, amina. Mambo? Poa sana. Uko aje? Niko poa. Mbona umepotea?
Niko tu. Niko tu hapa kupambana tu na maisha. Oh. Yeah. Nikuulize. Mbona unanichukulia hivyo? Wewe ni mtu kama watu wengine ama si I thought wewe ni rafiki yangu. Aje sasa. Sisi ni marafiki ama unajua kwa mimi nimekuchukulia kama rafiki hii muda wote. Unajua kwamba mimi nakupenda. Hilo silifahamu. Unafahamu kwamba nakupenda ni jinsi gani ilivyofanyika kwa jinsi. Kuhusu hilo sipajui kweli. Lakini mimi nataka sisi tuwe marafiki. Kwa marafiki mimi sitaki kwa sababu hadi nishakwambia hivyo. Hiyo si swala langu, ila linihusu bibi. Mimi bora nakujua wewe kama rafiki yangu. Sababu mwanzo kuna wasichana wengi huko nje ambao wanaweza kuwa nakutaka wewe. So, enda watafute wasichana wengine, achana na mimi. Unajua moyo wangu uchagua wewe. Basi pia hiyo huo moyo ulichagua msichana mwingine pia. Sasa kwa hivyo ina maana kuna mtu mwingine unapenda ama? Ndio, kuna mtu nishampenda. Usiniambie kama ni wewe jamaa chokolati yako. Ndio huyo. Sasa mtu mwenye ana mbele ana nyuma. Hilo si. Unampendea nini? Hilo mimi sitaki kujua. Ila mwanzo huyo chokora huyo. Anapoonekana anaweza kuwa mtu mwenye hana pesa ama hana lolote, lakini roho yake ni nzuri sana. Ni mtu anayeweza kuvumilia, mtu ambaye tunaenda mbali, tunaweza enda na yeye. Ndio ilivyo, utakuwa ukiniona na yeye, sisi mimi nishampenda yeye na mimi nishamchagua yeye. Unajua sitakata tamaa. Bado kitu ambacho najua huyo chokora utachana na yeye. Wewe jeke hiyo tu, mimi siwezi achana na yeye, no? Ni mvumilivu. Ni mvumilivu. Ni mtu mchapa kazi. Lakini anaonekana hana future. Hiyo ni kulingana na wewe. Kulingana na mimi ana future. Ana future. Mwanzo ni mtu anapenda kujituma sana. Ni mtu ambaye anaweza provide familia yake. Mtu ambaye anayeweza kunichunga vizuri hata zaidi yako. Sawa, mbona huko niambia kitambo mara kwanza tulikuwa hapo? Siku ya kweli nimejua kama nimempenda ama nilikuwa na mwenye huruma. Siku anajua nini kufanyia. Sawa tu, acha tu mimi zangu na ubaki zako basi. Unajua nini? Achana na mimi bwana. Ni kweli unaenda? Mapenzi ya siku hizi ni kama bank. Acha na mimi niende zangu. Itoeni
iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo ina maana yanibidi nifunge ndio mwili wangu uwe dhabihu ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo nikifunga nitapata nguvu mpya. Huyo kijana labda nikifunga atapata kupona, kwa sababu neno haliwezi kuja hivyo hivyo tu. Lazima likikuja likuje na maana yake, lazima likuje tena na nguvu yake, kwa kuwa limesema nikifunga nitapata nguvu mpya. Acha nifanye hivyo kwa imani, labda Mungu atamuponya, kwa sababu Mungu ni muweza wa yote. Kwake hakuna neno lisiloshindikana, mambo yote yanawezekana. Kwa kuwa limenijia hivyo, acha nifanye hivyo. Nini baby? Unawasha taa. Ni baby, sasa mimi tutaishi hivi hadi lini? Tutaishi hivi hadi lini? Au ujui kama na mimi niko na hisia na wewe? Kwani nitaenda kwa kina nani tena? Hizo feelings mimi nitatoa wapi? Sasa niache na mimi ndio nakuuliza, kwani naona feelings na nitoa wapi? Kwani nakasikai kuwa hauwezi mimi ufai kuwa na hisia na mimi? Hebu angalia usiku ya manane baby. Tangu juzi. Siku tatu. Sasa nitalala aje? Usingizi nitatoa wapi? Unisumbua tu. Sikukusumbua. Kunisumbua. Sikukusumbua baby yake. Tafadhali naomba unielewe. Nielewe baby. Nielewe my dear. Sasa napeleka hisia zangu kwa nani? Sasa nipeleke hisia zangu kwa nani? Kwani ni tangu lini tumefika hii hatua? Sina kabisa. Nimekukosea nini? Nimekukosea nini? Unatoka huko na wanawake zako, unakuja hapo. Si huko ni kazini my dear, unajua ni kazi. Wanawake ni wanawake wangapi? Si ni kazi, unajua tunatafuta pesa mtu wangu. Sitaki sasa. Na hiyo feelings mimi sina. Ukikuwa nayo wewe sawa, mimi sina. Sasa mimi kama niko nayo na wewe hauna, nitapeleka kwa kina nani? Huko ulikuwa. Sitaki. Huko. Tafadhali mami, tafadhali mami. Tusigombane usiku, sitaki. Sasa naenda kwa nani mami? Huko ulikuwa. Sitaki wewe. Huko si unajua ni kazini my dear. Tafadhali baby, tafadhali. Baby please. Sasa naenda kwa nani my dear? Huko ulikuwa wewe. Kwani nimekukosea nini? Wende huko. Nimekukosea nini baby? Mungu wangu, sasa mimi naona tu nikisumbua. Najua mambo ambayo naongea yatakuwa mageni, lakini ugeni wake si kwamba hujayasikia. Ugeni wake nimesikia kutoka kwako, lakini naomba kwanza nitambulie samahani kama utakuwa na kwanza. Mimi nataka nikwambie tu unajua siku hizi mambo ya mapenzi kweli
Hapana. Unaweza pata mtu kweli akuja kuambia hivyo anakupenda, naye kuja ako na intention zake mwishoni. Najua kuwa wanaume yaani mwenyewe siongei. Haya maneno naongea yanatoka kwenye moyo wangu, si yanatoka tu mdomoni. Mtaaminije? Wewe ni msichana mwenye thamani ambaye kupata itakuwa ni thamani, itakuwa ni bahati kwako. Sasa mimi nitaaminije maneno nayoyasema? Najua si rahisi kuniamini, lakini naomba unipe nafasi, na ile tutakapokuwa tunaendelea tutakuja kujua kweli huyu anakuchezea ama itakuwa ni kweli. Lakini angalia kwenye macho yangu utaona kweli. Tafadhali nakupenda sana. Mimi maneno muda huu tunaoishi, wanaume wengi jinsi ninavyokuambia wamekuwa si wa kweli. Wanaume wengi wamekuwa si wa kweli, lakini hiyo isikuwa kama usitumie kama fimbo ya kutuadhibu wanaume wote. Mwenyewe si kama wanaume wengine, na sisi nikaharibu wakati wangu kuja hapa. Huu wakati wote nilikuwa na mambo mengi ya kufanya, sisi nikaharibu wakati wangu kuja hapa nikae na wewe wakati unadanganya. Hata mimi mwenyewe sitakuwa najifanyia wewe. Okay, hizi naweza kuambia kama Mungu amepanga basi tutakuwa pamoja, labda nafasi itapatikana. Mungu anapanga, lakini uamuzi wa mwisho ni wako. Maana mimi mahali nimefikia, najua pengine ushaumizwa sana, lakini mimi nataka kuianzisha furaha mpya kwenye maisha yako. Nakupenda, naomba uniamini. Naomba tu unipe hata nafasi, japo mara moja tu ya mwisho, nikuwa mwanaume wa mwisho kupenda, ili nijenge furaha mpya kwenye maisha yako. Sasa hivi labda tuwe marafiki tu, then hapo mengine kama sawa tupendane afate, but kwa sasa hivi the best thing labda tuwe marafiki tu. Sawa, nashukuru. Tuseme kwa leo itatosha, ila ninaomba moja, kwa sababu tumekuwa marafiki, tunaweza hata tukachukua ka selfie. Kama raio kweli, anyway, it's okay. Na tunaweza chukua tunaia. Wewe ndio ulikuliwa pesa yako. Ushasikia? Wewe ndio ulikuliwa pesa yako. Wewe ndio unadanganya pesa yake kaenda. Pesa gani? Pesa gani? Wewe mwenyewe ulikuja kucheza hapa. Mwenyewe mimi sikulazimisha ukuja hapa, unajua? Sikulazimisha. Wewe unadanganya. Hebu usinishike hivi. Utapata bahati. Usinishike. Ulikuliwa mwenyewe. Hebu niache. Usinishike.